Kuna watu ni wapuuzi. Akikukosea ukasamehe, anajua huyu naweza nikamfanya chochote kabisa. Hatafanya chochote. Una duka kwa mfano, au una biashara, umeweka mfanyakazi pale, umekuibia mara ya kwanza, mwalimu kafundisha tusamehe. Kwa hiyo kaiba mara ya kwanza, umesamehe, hujahesabu mabaya. Kaiba mara ya pili, umesamehe, hujahesabu mabaya. Unamwacha aibe na mara ya tatu, wewe utakuwa sio mwenye busara kabisa. Biblia inasema mwenye busara huyaona mabaya akafanya nini? Akajificha. Mtu amekukosea mara ya kwanza, umesamehe. Kosa lile lile amelirudia mara ya pili, umesamehe. Akirudia mara ya tatu, sio kosa. It is not a mistake, it is a choice. Ameamua, na ameamua kufanya hivyo kwa sababu anajua kwa ulokole wako utaendelea kumuacha. Sasa cha kufanya ni kuiona hatari na kujificha. Set boundaries. Tengeneza mfumo wa kujilinda ili huyu mtu asiendelee kukusababishia hasara, asiendelee kukusababishia maumivu. Kusamehe, samehe, usiweke hasira, lakini lazima ujiwekee mfumo wa kujilinda. Lazima uwe mwenye busara anayejificha akiona mabaya, kwa sababu mtu anaporudia kitu tena na tena na tena, ile sio bahati mbaya, ile ni tabia. That one is a pattern. Hatuwaadhibu watu kwa sababu wamefanya mistake, tunaadhibu patterns. Umeolewa, akuchiti mara ya kwanza, umesamehe. Lakini uliposamehe, ulipochitiwa mara ya kwanza, unasamehe, lakini cheating inakuja with a lot of pain. Inaharibu trust, inaweza ikakuletea emotional traumas, inaweza ikakuexpose kwenye matatizo ya kiafya, kwa sababu mtu anapozunguka anaokota vya kuokota, anaweza akakuletea. Cheating sio wanaume peke yao, hata wanawake wanachiti. Amefanya mara ya kwanza, umesamehe. Amefanya mara ya pili, umesamehe. Akiendelea, hiyo sio mistake, hiyo ni choice, ni maamuzi, ni tabia, ni pattern. Huyo mtu ndivyo alivyo. Sasa wewe unatakiwa kuwa mwenye busara, uione hatari ya magonjwa ile pale inakuja. Kwa tabia hizi huyu mtu ataniletea magonjwa, kwa tabia hizi huyu mtu ataleta matatizo kwenye familia. Kwa hiyo unatakiwa kuwa mwenye busara, uyaone mabaya yanayokuja na ujifiche. Utafute namna ya kujilinda, utafute namna ya kujiwekea mifumo ya kukuzuia usipatwe na mabaya ambayo yanataka kusababishwa na huyu mpuuzi ambaye anafanya makosa hayo kila siku, kwa sababu anajua we ni mlokole na utamsamehe. Kuna watu wanatumia vibaya haya maandiko. Kuna watu wanatumia vibaya maandiko. Sasa na wewe ukiwa ni mlokole fake, yakaa kwenye hizi shule vizuri, watakuumiza. I hope I'm not being too much. Watu wanatumia maandiko. Mchungaji anasema samehe mara 7 70, unafia hapo.